Haleluya, watu wa Mungu. Nyinyi mlioamua kuacha mikate na soda mukakuja kwenye nyumba ya Bwana, tumpatie Bwana makofi ya sifa na shukurani. Glory! Glory to God in the highest. Hallelujah! Glory to God. Nyinyi mliacha sikukuu nyumbani mkakuja kwa sikukuu kubwa speciali ambaye tumeandaliwa na baba yetu Apostle John Kimani William, akielekezwa na Mungu Baba ya kwamba wakati huu na msimu huu wa Krismasi huwa tunakuwa na Madu Care Conference. Kabla hujapiga makofi, acha nikuelezee. Ngoja kidogo. Madu Care Conference maana yake ni kwamba kondoo wa Mungu Baba, mchungaji akiwa Yesu Kristo, anawaelekeza kuenenda kwenye feeding trough, mahali ambapo kuna unono na utele wa neno la Bwana. Haleluya! Kubarikiwa ni wewe ambaye umekuja kwa feeding trough ya Bwana, ambaye amekuandalia wewe na ameniandalia mimi na amewaandalia wapendwa wote ambao wamekuja hapa. Sasa ni furaha yangu kumwalika mtumishi wa Mungu atakaye tuelekeza katika hiyo feeding trough, feeding on the word of God. Sio mwingine, ni rafiki yetu na huduma hii, Pastor Evans Chumo. Hey, hallelujah! Makofi kwa Bwana Yesu. Let us celebrate the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty one of Israel. In Jesus' name. Kabla tuchaketi, nataka niongeze kusema karibuni katika Madu Care Conference 2025. Conference hii ni ya shibe na lishe. A feeding trough is a place of feeding. So ni mahali penye kuna lishe na kuna shibe. Nasema hivi, kuna lishe na kuna shibe. So ninatangaza kwa jina la Kristo Yesu, kwa hii Madu Care Conference you are going to receive a double portion. Maana kuna lishe na utapokea shibe katika jina la Yesu. Conference hii is a prophetic conference of aligning with the prophetic birth of Jesus Christ. Na hapa ndipo tutapata kujua katika lishe na shibe, tujue kwa nini Yesu Kristo alisaliwa usiku, kwa nini Yesu Kristo alisaliwa akiwa mfalme, mpaka on the first minute alipoingia dunia hii taharuki iliweza kushuka kwa mfalme Herode. Tutajua kwa nini Kristo Yesu alisaliwa katika a feeding trough, kwa nini Kristo Yesu aliweza kusaliwa through a virgin woman. Number 2, it is a special moment of feeding. Ndiposa nimesema ni wakati wa lishe na shibe. Wakati wengi huko nje wanajilisha mili zao na chakula, zizi katika Madu Care Conference tunalisha roho zetu. We feed our souls with righteousness and we feed our intellect with God's truth and God's wisdom. Na kwa sababu hiyo tuinue mikono yetu pamoja. Nataka tushangilie ninaposema Madu Care Conference 2025 ni ya lishe na shibe. Let us celebrate the Lord in Jesus' name. Let us celebrate the Lord. Madu Care Conference. Madu Care Conference.
Mandukia Conference, lishe na shibe. Salamia watu wawili, watu watatu, karibisha sasa officially. Ambia conference ya lishe na shibe. Kuna kulishwa na kuna kushibishwa. Baada ya hiyo, keti katika kiketi chako kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, man of God, Reverend Wahome. May the Lord bless you and favor you. Let's celebrate the Lord because of the servants of God. Pastor Heliot aliyetuongoza na wachungaji wote walioko hapa. And above all also, let's celebrate our Father Apostle John Kimani William and Reverend Naomi na watu wote ambao wanafanya kazi pamoja naye. Nachukua fursa hii kushukuru Mungu kusema this is my first time kuhudumu katika Mandukia Conference. Na ninaamini Bwana atatusaidia kwa pamoja. Nataka niongee somo ndogo kwa wakati huu ambaye Mungu ametuleta katika very special moment ya kulishwa na kushibishwa. Na ninataka niseme hivi ya kwamba this is my 21st year. Sijawahi kushiriki kukula sikukuu ya chakula ya mwilini. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya revelation hii. Mungu aliweka ndani mwangu kujiandaa 7 years kulishwa katika uwepo wa Bwana before the crossover. Na shibe na lishe yangu inaanzanga ya leo, na ninaamini Bwana ni mwaminifu. So jiandae katika hizi siku mpaka tutakapoingia the new year. Tutaingia tukiwa na nguvu ya nyati ya kurarua vizuizi. Tunaingia na sauti ya simba. Hatutatishwa lakini tutatisha. Nasema tutaingia mwaka mpya na ushindi usio wa kawaida. Nataka niongee about from a virgin birth to a manger. From a virgin birth to a manger. Kutoka kwa kusaliwa kwa bikira mpaka kwa hori la ng'ombe. Matthew chapter number 1 verses 18 to 25. Matthew chapter number 1 verses 18 to 25. Nataka tuweze tukaangalia kuhusu kusaliwa kwa Kristo Yesu. Kusaliwa kwa Kristo Yesu. Hebu sote tusome. Biblia inasema, now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. With who? The child of the Holy Spirit. Verses 19. Then Joseph, her husband, being a just man, a righteous man, and not wanting to make her public example, public shame, was minded to put her away secretly. Imagine jamaa moja alichora deal ya kumwacha mtu kwa sababu hakutaka kuleta public shame. Lakini aliambiwa hivi, but while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit, the incorruptible seed. And she will bring forth a son, and you shall call his name who? Jesus, for he will save his people from their sins. 22. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet saying, behold the virgin, episode 23, behold the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. 24. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife. Verses 25, water to some tena, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. To some tena, verses 25. Verses 25.
and did not know her till she had brought forth her firstborn. You see, hakujuana na Maria mkewe mpaka aliposaa mtoto. Kumaanisha the child was born from a virgin. Mungu hakuruhusu any form of human interruption and corruption to interfere with the landing of the saving Savior. Sio kama tunapatana. So that is why tunapoongea kuhusu a virgin birth, hata wakati Kristo Yesu anasaliwa, alisaliwa bado na bikira, because there was a man who was not permitted to interfere. So man was not permitted to interfere with the process of the landing of a savior. Naomba Mungu atusaidie tunapoelewa mambo yafuatayo, ya kwamba the virgin birth ilituletea a savior. Ilituletea a savior ama salvation, ikatuletea restoration, na ikatuletea reigning or dominion. So tunapoongea kuhusu the virgin birth, before tuingie katika menja, tunaongea kuhusu the arrival of salvation, restoration and dominion. Na ninaamini katika mkutano huu wa Mandukea, mahali palishe na shibe, tunaenda kushiba wokovu, tunaenda kushiba urejesho, na tunaenda kushiba utawala katika jina la Kristo Yesu. Hebu tuangalie jambo hili. Hebu tuangalie who ushered Jesus to the realm of men. I want to ask a very good question ambayo wanafunzi wote wa Yesu Kristo hawezi wakaanguka. Because who ushered Jesus, the seed of God, the seed of the Holy Spirit, the one who was an incorruptible seed, the seed that could not be corrupted, ili atimize kazi yake duniani. Nauliza, who ushered Jesus to the realm of men? There are two people here, Mary, a virgin woman, and Joseph, a righteous man. Narudia tena. Kitu moja ninapenda na watu wa lishe na shibe, ni watu ambao wako na utulivu mwingi na urembo mwingi. Hivyo ni lazima waongeze amen nyingi ndio zote sitoshane. Wanasifiwe. Narudia kuuliza hivi, who ushered? Because we cannot excel in knowing about the prophetic birth of Jesus Christ if we cannot answer this question: who ushered Jesus, the seed from above, born of the Holy Spirit, to the realm of men? So tunapata a virgin woman and a righteous man ushering our Lord Jesus, ushering Jesus to the realm of men. Na unajua Jesus alikuja na kupitia njia nne. Njia moja ni kusaliwa. Njia ya pili ni kwamba manifestation or revelation. It was revealed, it was manifested, meaning it was there from the beginning. And number three, we were given. Jesus tulipewa. That is, he came with the free gift of life. As son, we were given a son. And then he was sent of God. Alitumwa na Baba. Bwana asifiwe. And that is why he had every moment to defend his divine mission. So, tunapoangalia about virgin woman and a righteous man or a just man, tunapata ya kwamba for us to align with the prophetic blessings, the prophetic mandate of the birth of Jesus Christ, we must obey the first law, inaitwa the call of purity and righteousness. So nataka niongee dakika chache about the call of purity as our first calling, as our first wing in connecting with the virgin birth.
Let me say this, na unipate tu vizuri kwa sababu this is what God requires out of you. Tunaposema tumekuja kusherekea kuhusu kusaliwa kwa Kristo Yesu, ni nini Mungu anataka kutoka kwetu? Ni nini Mungu ana desire from us? Ni nini Mungu anataka sana tuweze tukayajua na kujilainisha kwayo? Ni kuhusu one of it. It is about the call of purity and holiness. Jesus was a holy seed. He was conceived of the Holy Spirit. Na alipeanwa akiwa mbegu takatifu. Na hivyo ina prosper kupitia holy vessels, righteous vessels. Bwana sifiwe. So our first call in this Mandugea conference is the call of purity and holiness. Hebu tuangalie. Number 1, purity shapes our hearts, guides our choices, and prepares us for the best from God. Narudia tena, jenye Mungu anatarajia kutoka kwetu is obeying or mastering the call of purity, righteousness, and holiness, because it shapes our hearts. It helps us in making choices, and also it prepares us for God's best. The best of God, that God loved us, that He gave us His only Son, it was ushered us through a holy vessel. Naomba Mungu atusaidie at such a time that you will not miss the best of God. Kuna watu wengi sana ambao wako kwa beach. Wengine ukiangalia chenye wamefanya, na wengine wameingia katika raha ambayo hailingani na a season of this kind. When God is calling people to the call of holiness and righteousness, people to be holy vessels so that they can be prepared for the best for God. Inua mkono wako juu. Ninakutangazia baraka ya Mandugea 2025 conference, that it will give you the best from God. And may you be prepared for the best in Jesus' name. Hallelujah. Number 2 ni kwamba purity, righteousness, and holiness protects God's purpose. It protects God's purpose. Because of the mandate, the assignment ambayo our Master Jesus was carrying, ilikuwa inapaswa hawe wrapped in a clean vessel. The assignment, the great assignment of salvation, restoration, and dominion. Jina yake inaitwa Emmanuel, God with us. Inamaanisha he came as a movement. Na popote penye alienda, watu walikuwa wanasema God has visited his people. Hivyo, the holiness, the purity, and righteousness ndio ilikuwa ina protect the purpose of Jesus. Na kuambia kwa jina la Yesu ya kwamba kama ulikuwa umepotoka from your divine purpose, may this season be your season of restoration. Kuna watu wamesikia lakini wamesema amen, yenye inapaswa tu irudiwe mara ya pili ndio waamini kabisa. Nasema hivi ya kwamba you have a purpose, you have a divine mission. You are an extension of the work of Jesus. You are an extension of the divine assignment. Na kama kuna kitu ita protect that assignment from above, is the call of holiness, purity, and righteousness. Hivyo kama ulikuwa umepotoka, may this be your season of restoration. May this season be a season of establishment in righteousness. Hallelujah. It protects the purpose. Watu wengi, Yesu Kristo, Mungu alijua, for the mission to succeed, for the assignment to be delivered,
there was a need of righteousness. Tutamalizia kwa watu kurudia Mungu na kurenew their covenant. Amen. Number 3, purity, holiness, and righteousness manifest God's perfect design. Manifest God's perfect design. Man was created for holiness. Man was created for righteousness. Man was created, Bwana asifiwe, for purity. And that is why 1 Corinthians chapter number 6, verses 19 and 20. Inatuambia kuhusu, Biblia inasema, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? We were created for righteousness, for holiness. For you are bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Naomba Mungu atusaidie. Sikia vizuri. In this time yenye tumesema ni wakati wa shibe ama kushiba na wakati wa kulishwa, you cannot manifest the divine pattern and design of God for your life without holiness, without purity. Na tunapoenda kuomba wakati kama huu, Mungu alihakikisha ya kwamba amedeliver the perfect plan yake kupitia Efeso, ambaye ilihakikisha kwamba amesingirwa na utakatifu na usafi. Ninakuombea kwa jina la Kristo Yesu, you will not miss to manifest the perfect plan of God. Na ninatangaza, may this be a launching of the divine plan of God for your life in Jesus' name. Hallelujah. Watu wengi sana wamefrustrate the plan of God for their lives because of compromise. Compromise. Number 4, purity, holiness, and righteousness opens divine communication and intimacy. And that's why tuliambiwa mtoto atakayezaliwa anaitwa Emmanuel, God with us. So, the goal of purity, the goal of holiness and righteousness opens communication and intimacy with God. Na ninaomba ya kwamba the more we open our hearts unto him, the more he pours his secrets and his divine plans. Unaona hii wakati ambao tumekuja katika lishe ya Mungu. Ninaomba Mungu atusaidie wengine tuweze tukalishwa na kalenda moja. Yani unakula tablet moja ama scroll moja tu scroll moja. Scroll moja unakula hivi inabeba plan ya Mungu ya January to December 2026. Ninakuombea kwa jina la Yesu, wewe si wa kuhangaika. 2026 wewe si wa kubabaika. Nasema 2026 Mungu aachilie neema usio wa kawaida. Upokee lishe na shibe. Do you know ukienda huko nje mbio yenye watu wako naye mpaka unashanga, what is this? So wakati kama huu ndio tunaingia katika communication and intimacy. Mahali penye Mungu anamwaka mipango yake yaliyo mema. Anakuambia January ni ya hii, February, March, April, May mpaka December 2026. Nisaidie kusalamia aliye karibu na wewe, ambia kweli Mungu amekuona. Amen. And then the last one about this one, purity and holiness. Ni kwamba purity, holiness and righteousness sets you apart. Tunaenda kwanza 2026 as peculiar people.
chosen people, special people. Woo! Mandugea Conference inapaswa iproduce a special vessel. A vessel that is set apart for God and for God and for God. Ndiposa tunaposema we want to renew our covenant. Kwa sababu we want to move in our high calling. Mahali miku yetu yaanze kufunguliwa. Tuanze kulishwa na nguvu ambao tutatembea 2026 bila kuchoka. Nasema tutakimbia bila kusimia. Tutapaa kwa mapawa kama tai. Miku yetu ianze kupanda milima kama kulungu. Hallelujah! I release you for greatness 2026. Hallelujah. Wakati walishe na shibe. Amen. Hebu tuangalie sasa the second calling. The second calling tumeangalia, this is the call of purity from a virgin birth to the manger. So tuangalie the manger sasa katika Luke chapter 2 verses 7. Luke chapter number 2 verses number 7. Hebu wote tusome. Turudie tena, verse 7. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him where? In a manger, because there was no room for them in the inn. Manger ama hori ya ng'ombe ni mahali pa lishe, ni mahali pa shibe, ni mahali pa kulishwa na ni mahali pa kushiba. Mchungaji anahakikisha kila wakati kuna chakula hapo kwa feeding trough. Anahakikisha ya kwamba ni mahali pa eating and chewing. Kama si ya kukula hivi, ni ya kuendelea kujiu tekado. Salamia mtu ambie, kama si ya kulisha, kama si ya kukula ni ya kutafuna. So ambia kuanzia sasa kama ukulangi utafunangi. Maana manduke ya 2025 ni ya lishe na shibe. Sikia. So the second calling, after the call of purity and holiness and righteousness, the second one in aligning with the prophetic birth of Jesus Christ is the call of divine feeding. Wito wa kushibishwa na kulishwa na Mungu. The call of divine feeding. Divine feeding. Imagine Jesus, the King of heaven, when he landed, the first territory, the first place that received him was a feeding trough, not a palace. Mahali pa kwanza yenye Yesu aliweza kupokelewa ni mahali ambao ni hori ya ng'ombe. Inasimamia, it is a place of nourishment. It's a place of feeding. It's a place of food. Na hivyo Yesu ilikuwa ina point to his prophetic mission ya kwamba amekuja hakiwa mkate wa uzima. Amekuja kushibisha wote walio na njaa. Amekuja kushibisha wote walio na kiu. Bwana asifiwe. So ninaomba Mungu aweze akatusaidia ya kwamba wakati huu ni Yesu alikuja kukutana na mahitaji yetu. Na one of the divine means of connecting with the spiritual wealth is the grace of hungerness and desire. Ndiposa Biblia inasema heri wenye kiu, heri wenye njaa, maana watashibishwa na mema.
So tunapoongea kuhusu divine feeding, ni kwamba katika hiyo hori ya ng'ombe tunapata ya kwamba the wise men, the noble, people of high class walimfikia katika hori ya ng'ombe. Na tunapata watu ambao walikuwa wa kiwango ya chini ya kondoo, wa kuchunga kondoo, still walifika. So hakuna watu ambao hawawezi wakafikia katika lishe na shibe ya Bwana wetu. Salamia mtu, ambia 2026 hautatembea na njaa na kupikika na kusononeka. Ambia connect, ambia connect. Nasema hivi, ambia nini? Bwana asifiwe. So tunapata even the wise men waliweza kufungua hazina zao, wakatoa dhahabu, wakatoa ufumba, wakatoa manemane, wakasujudu. Na tunapata pia wachungaji wa kondoo, ordinary people, waliweza kufikia the place of feeding. I want to say this. This is a season mahali ambao we open our hearts and our spirits to be fed by God. Ninakuombea kwa jina la Yesu hautawahi kutembea na njaa. Nasema njaa imepikwa marufuku permanently kwa maisha yako. Wewe ni wa kutangaza wema na uzuri wa Bwana. Haleluya! Bwana asifiwe. Yesu, hebu tusome Psalms 107 verses 9. Inaongea kuhusu vile Bwana anatuhudumia. Na Yesu Kristo alipokuja akasema mimi ni mkate. Mimi sasa ndio huyo watu wanakuja kushiba kutoka kwangu. Biblia inasema for it satisfies the longing soul. Hasa sisi ambao tuko hapa kwa maombi, kuna vitu ambavyo tunatamania, and fills the hungry soul with goodness. So if there is something ambao ninaomba leo hii through divine feeding is to connect with the spiritual wealth. Kuunganika. Let me challenge you today. Vile the noble and the ordinary waliweza kufikia katika shibe, ninakuombea kwa jina la Yesu usijisuie. Nasema hivi, there is an access. Hivyo unless wewe mwenyewe ufanye nini? Ujisuie. Siku moja nilikuwa na mahitaji mengi na nikakuja katika mlima huu. Na one of the things that I knew, nilijua ya kwamba as long as I've obeyed the first law of holiness, then I'm supposed to be promoted to the second one. Hiyo ndio inaniingiza katika mesa ya Bwana. Hiyo ndio inaniingiza katika lishe na shibe ya Bwana. Mahali penye hata ukiwa na njaa yenye ukikula hivi once milioni 10 unasikia kushiba na usema thank you Jesus. Mungu atakufikisha hapo. Anasema yeye ni Mungu anayeshibisha walio na njaa na anashibisha na mema. Ninakuombea kwa jina la Yesu hautatoka kawaida. Hautatoka mikono mitupu. Amen. Na urumianga wenye wako na mbio huko nje. Do you know hata kuna watu wako na hino 1, 2, 3. Hino ni dawa ngine yenye mtu anatumianga wakati ambayo umechanganya chakula nyingi na umekula zingine kwa excess. Na kuna watu ambao wanasema hii ni kurarua. Lakini sisi tumekuja katika Mandu Care with a mission. Because tunajua kuna yeye ambaye ana meet with our deepest needs. Yenye hatuwezi tukaambia mtu. So our purity inatuunganisha na place of feeding. Our righteousness inatuingiza mahali pa abundance. Bwana sifiwe. Hebu tuangalie mambo chache ambao Kristo Yesu anatulisha
katika hori yake ya ng'ombe ama mesa yake. Number one. Yes, you see, Yesu Kristo alisaliwa in the place of nourishment. What does it mean? Inamaanisha kwamba hako tayari, hako na chakula. Halikuja akiwa mkate wa uzima. He came as a bread from heaven, the bread of God from heaven, ambaye anaweza tushibie. So number one, naomba Mungu atusaidie ninapomalizia ndio tuombe ya kwamba this is a time to be fed by the will of God. As we continue this conference, na ninaomba ya kwamba may our hearts and our spirits be open, because it's a moment where God is pouring his mind, his heart to his beloved children. Number two, this is the time Mungu anatulisha na secrets and mysteries of the kingdom. There is no revolution without secrets. So if we wanted to ignite change, shiftings in the year 2026, my prayer ni kwamba kwa this Mandu Care Conference, we must be well fed with secrets and mysteries of the kingdom. Do you know, mwaka wa 2026, wenye wanaenda kusucceed na kuenjoy the favor of God, ni wenye wako na siri ya Mungu. Shukuru mwenye ako karibu na wewe, ambia kweli Mungu alikutuma. Bwana sifiwe sana. Kulishwa na siri, kulishwa na ufunuo, kulishwa. In fact, siri si ya watu wote, hiyo ni ya wateule. So hawezi ukatembea kwa kiwango ya kawaida na wewe ni mtu ambao unakuwa, you are loaded, compacted with secrets waiting for demonstration. Hallelujah. Number 3, hapa ndiye Yesu Kristo analisha watu with the word of life. Neno la uzima. Neno la uzima. Mpaka Yesu akasema, the words that I'm speaking to you, they are life and their spirit. Naomba Mungu haongee kwa sauti ndogo ya utulivu na sauti kubwa, ili yeyote asipotee ama akose the divine feeding. Mpaka Mungu anakupea clarity, anakuambia hii mwezi ni ya hii, hii mwezi ni ya hii, hii mwezi ni ya hii. Among things ambao ninapenda sana katika the 7 days ambayo kabla hatujaingia mwaka, ninatafutanga details mpaka nijue mwezi wa 6 imebeba nini. Mpaka unasikia hii mwezi iko na kisirani. Pashidia. Unajua ni lazima niweke nguvu hapa. Before niingie hii mwezi ni lazima nitoe sadaka mara 3. Amen. Hii ni mwezi ambao ni lazima nina survive kupitia pembe ya nyati ya kusukuma vizuizi nikitengeneza njia, maana sijui kusuiliwa. So hii ni wakati ambayo this conference inatupea appetite ya kutaka siri za Mungu. Tunataka the will of God na tunataka the word of life. Alafu jambo la 4 is the voice of God. This is the time to be fed with the voice. There is a man of God, I love him. Biblia inasema sauti kubwa ilipita. Mungu hakuwepo hapo. Sauti nyingine iliweza kupita, ilikuwa inatetemesha milima mpaka inapasua miamba. But God was not there. But a small still voice. Let me say this. Because of our nation 2026 and 2027. Hatuhitaji watu ambao wanasikia tu sauti kubwa. Kuna masauti 2026 ziko mpaka zingine ni ya kiziaza. Inakuja na nguruma bosi kitiatera. Hey, unaweza fuata. If you don't know to discern, if you don't know the divine feeding of the small still voice, you can miss the move of God. You can miscarry the move of God. Number 5, Jesus Christ anatulisha
with godly desire and passions. This is where we are fed with godly desire and passions. If there is something that God desires out of us, is godly relationship. Godly relationship. Mahali penye tunasema la hasha kwa chochote ambao sio ya Mungu. Even though it may be beneficial, lakini tunasema no. I want to be fed with godly passions. Mahali penye momentum yenye niko nayo ni kusema yes Lord. Yes Jesus. Yes Lord. Jambo lingine, it is to be fed with the sweetness of love. Sweetness of love. Kama kuna kitu nzuri sana ni upendo. Bwana asifiwe. Hiyo ni dawa moja kwa ndoa. Bwana asifiwe. Nilipokuwa kuna semina nilihudhuria kabla sijaoa, nikaambiwa ya kwamba kama kuna tablet itakusaidia kwa ndoa ama therapy, ni love therapy. Nikaambiwa ya kwamba kila siku ambianga mke wako I love you. Na kweli sisters, ukimwambia I love you. Okay, nasema hivi jamani ya kwamba Bwana asifiwe. In fact, hiyo neno peke yake I love you. Love peke yake iko na uwezo yenye hata maji mengi haiwezi kakarakisha. Iko na uwezo hata moto haiwezi kazima. Love is the strongest force hapa duniani. Bwana asifiwe. Na ninaomba Mungu atusaidie. So we are feeding with the sweetness of God's love. Naona mtu kumbe ameconnect with the love of God. Analishwa na upendo wa Mungu. Akiona mtu mwenye anateseka akasema wezi ukateseka na mimi ni mko. I'm the caring hand of God. Bwana asifiwe. Ukisikia Biblia inasema worship God in the beauty of his holiness. Wenye wana qualify to worship God in the beauty of God's holiness ni watu ambao wamelishwa with the sweetness of God's love. Jambo lingine is being fed with power, kulishwa na nguvu so that we can walk in authority. Jambo lingine ni to be fed with the fountains of God. That is where God is our true source. Our true source in times of need. Hii ndio mtihani ambayo mimi niko sahi. Bwana asifiwe. Kuna siku moja, kuna project ambayo tulikuwa nayo. Na nikawa nasema, nataka hii andiko ya kushibishwa from the fountains of God. Nikasema this project inahitaji pesa mingi kulingana na mimi. Najua kuna pesa mingi kwangu, hiyo ni kidogo kwa mwingine. Bwana asifiwe. Na nikaangalia hii project inahitaji pesa mingi kwangu. Na nikaambia Mungu, nataka unioneshe wema wako because you are the God of divine feeding. Nataka unilishe with your power. Unilishe with your fountains. Na nikamwambia I need this fountain ya pesa. Nakwambia nikakuja hapa kufunga na kuomba. Na nilipoenda nika request apostle ani commission na commission hiyo project. Project ya nilipofika mtu mmoja aliambiwa na Mungu auze plot yake kwa town. Na mwenye amenunua ndiye ananitumia pesa. Yeye anakuwa witness. Alipotuma hizo pesa zote, project inaendelea. Hiyo haikuisha, mwingine pia. Yaani Mungu aliperform vitu ambavyo niliweza kustuka mpaka nikamwambia ndugu yangu mwingine anaitwa Pastor Mureithi. Nikamwambia nimeona hii ya Quran projects pamoja na mapropoma, pamoja na committee na mobilizing team ya resources, kumbe inaweza chelewa. Nilimwambia hivi ya kwamba kumbe tukijua divine feeding, mahali penye tunaingia katika the fountain of God's provision,
Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, in this season of divine feeding, ulishwe na chemichemi kwanza ya pesa na utajiri. Kwa wenye mnafanya biashara, mulishwe na upanuzi. Na wenye hamuna kazi, mulishwe na mambo mapya. Hallelujah. Second last ni kwamba ni mahali penye Mungu analisha watu na transformation. Watu wanakeuzwa, wanabadilishwa. Na the last one is being fed with knowledge, wisdom and understanding. Biblia inasema there will be no destroying all my holy mountain, because the earth will be filled with my knowledge. So kumaanisha kwamba ukiona mahali penye kuna uharibifu hata katika maisha yako, you need a place of divine feeding for knowledge, wisdom and understanding. From a virgin birth to where? To the manger. Two things only, the call of purity and divine feeding. Nisaidie kukumbusha mwenzako mambo haya mawili. Ambia, the call of purity, holiness and righteousness, and the call of divine feeding. Hebu lisa, hako na njaa ya nini? Unajua watu wako na njaa tofauti. Hako na njaa ya nini? Inaweza kuwa hako na njaa ya hekima. Anataka that sweetness of love. Anataka fountain. Anataka clarity about the will of God. Anataka power to walk in dominion. Nisaidie kusimama sasa kwa miguu yako. Tuweze tukachilisha kwa kufungua vinywa vyetu. Tuweze tukachilisha katika shibe ya Bwana kwa kuinua mikono zetu. Katika jina la Yesu. Naona wengine wameshiba mpaka wanataka kuamukia mara ya pili. Hebu bado salamia mtu, ambia welcome to the Manducare Conference 2025. Angalia huyo mwenye ako nyuma yako anangoja umsalamie. Hallelujah. Are you blessed? Wangapi kwanza wanataka kujilisha, kulishwa kabisa, kulishwa? Amen. Wangapi wanataka kulishwa mpaka wawe na nguvu kama ya ndama, yenye Biblia inasema wanapokimbia wanaonesha ufahari na utukufu? May you receive the grace of divine feeding. Amen. Lakini tutalishwaje kama hatuchasafishwa, hatuchatakazwa, hatuchaondolea utukutu na uchambazi kama ilikuwepo? Bwana sifiwe. Pole kama nimetumia lugha mbaya, lakini nilipata mahali penye Biblia imeandika hivyo ya kwamba watu waondoe uchafu ya kila aina. Ndio kuna watu ambao hapa wako mpaka na virusi ya ukabila. Yaani mpaka uko na lenses ya uovu. Lakini still Mungu ametuita that we can access this table of feeding. Tunaweza fikia kwa hii meza ya kulisha. Na mimi ninataka kwanza tulishwe kwa chemichemi. Chemichemi ni mahali penye the flow, it is ever present. Mahali penye ukihitaji kitu haungangaiki. Haupitii mtu ndio upate msaada. Uko na access, unaweza jipeleka mwenyewe. Amen. Kuna siku tulikuja, mwezi wa 3 tulikuja hapa na timu yetu. Na kuna moja alikuwa amemaliza university na alikuwa anahitaji kazi. Do you know, alipoitiwa kazi, aliulizwa na watu wote, kwani ulipitia nani ndio ukapata? Akasema, mimi sikupitia kwa mtu, lakini nilipeleka mahitaji yangu Heaven's Gate na Mungu akanijibu kwa njia yake. Ninakuombea kwa jina la Yesu, hautatoka na njaa, hautatoka mikono mitupu, utatoka na lishe na shibe. Hivyo ni lazima tuoshwe kwa neno. We must obey the law of purity.
and righteousness. Inua mikono yako juu. Ambia Bwana achilie utakazo, kwa sababu tunataka kuingia kwa lishe. Tayari kuna mkate, kuna chakula, kuna urochorocho na unono. Isipatikane kuna uchafu wote ambaye naweza kukusuia usiingie kwa malisho ya kipekee. In fact, ninasikia mambo ambaye Mungu anataka kutenda 2025 katika Manduke Conference are very unique. Kuna watu Mungu anataka kuwaingiza katika mahali pa celebrating God's favor, God's goodness. Kuna watu Mungu anataka kuwaingiza katika mahali pa kushipa utukufu wake na wema wake. Isipatikane kuna uchafu, isipatikane umekuwa disqualified. Diposa unapata Biblia inasema a virgin will be with a child. How can you receive the sinless Savior Intonimo Santo kama we mwenyewe haujazingatia? Nikalabalabazando rebazontini mizando. Ninatangaza kwa jina la Yesu ya kwamba purity is going to manifest the perfect plan of God for your life. Na wenye wanatafutwa na adui, hakuna adui atakupata. Hakuna ujambazi ya giza itafaulu. Ifukapozi ribizando. The call of purity manifest the perfect plan of God. Na wenye mulikuwa mumecheleweshwa, receive acceleration speed. Intarababababa. Remazontini miziki. Le mazantana mazande. Le papo zontini mizande. Rebababababa. Le mazontana mazando. Biblia inasema tumeambiwa ya kwamba purity preserves our divine purpose. Our divine purpose. The divine purpose upon your life will not be corrupted. Will not be corrupted. Will not be corrupted. Will not be corrupted. Ramazontana mazontini mizande. Remazanta la baba baba. Le mazontini mishantani mozanto. Le mazontana mazando. Can you declare? Can you declare? The divine purpose of my life will not be corrupted, will not be polluted. In the name of Jesus. Kaini aliambiwa dhambi na kutamani, lakini ya kupasa uishinde. Ninatangaza utakazo. Interererererere. Tumeitwa kwa lishe na shibe. Intana makalopo zando. Kabla hatuchakula ushindi, hatuchakula mema, hatuchakula baraka, hatuchakula mambo, wengine tutakula neema isiyo ya kawaida. Yesu alikuja na neema. He came full of grace and truth. Kuna watu wanaingia kwa mesa ya revelation wakati wowote kuanzia sasa. Interererererere. Rabazontana mazaka. Na ninasikia kuna watu wanaenda kukula katika mesa ya ishara na miujiza. Mahali penye watu walitania umefika mwisho, hapo ndio inakuwa mwanzo. Intana makalabakande. Rebazontini mizande. La mazaka dekalabokade. Makatalabozintini mishande. Makaka bobozantini mizande. Ninasema Bwana ametuleta katika mahali pa lishe na shibe. Uchafu isikuzuie, dhambi isikuzuie, usiingie kwa malisho. Kuna watu wanaenda kukula kalenda 2026. Kuna watu wanaenda kukula the knowledge of the will of God. Makalababa, makalababa, makatokabo, makolabazande. Imagine the fountains of God. Ukishindwa kuconnect with the fountains, intanima zintini mishande, lema zontini mizando. Yesu alizaliwa in a place of nourishment.
Jamani, tunaenda kuingia in that place of nourishment. Kuna kuzaliwa upya. Ninatangazia wenye wameishi changwani, wenye wameishi kwa kame, wenye wameishi kwa ukame, wenye wameishi kwa nchi ya ukiwa. Pasa katakalabakada makererererererere makalabababababa makolabolabolabo makotake mezandi makenterererererere makalababababa. Ninatangaza sasa chemichemi. Kuna meza imeandaliwa, usikose. Tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, maana kuna kushibishwa. Ninatangazia kila jamii, natangazia kila moyo, ipokee neema ya Kristo Yesu, ipokee neema. Remazantererererere wemazontini mizando. Inua mikono yako. Yes, kuna wenye wamekula chakula ya mwili, lakini sisi tunataka kuenda zaidi ya chakula ya mwili. Tunataka kulisha nafsi zetu na haki na utakatifu. Tunataka kulisha akili zetu na hekima ya umungu na ukweli wa Bwana. The truth will set us free. May we be fed with the wisdom of God. I bless the Manducare Conference with the divine feeding of God's wisdom. God's wisdom. Intakina makalebe. Riamosia. Lepezekete kalamakada. Divine feeding, divine feeding. Intanamana mazando. Lemezentene meshando. Inua mikono yako sasa, tuingie katika lishe na shibe. Wewe ambaye ni mgonjwa, yeye yako na hii ni wakati wako wa uponyaji. Wewe mwenye umeishi kwa upungufu, ingia katika neema ya shibe. Yele Rema Santa la mazontene mezanto no mozando. Wote ambao tuko hapa kwa conference, in the name of Jesus, tuinue mikono yetu juu. The best for you is to be fed in the will of God. Epopokea, can you receive the grace to connect with the will of God for your life? The will of God, the will of God, the counsel of God. Makia makalabazando. You will not miss your portion when you know how to be fed with the will of God. Yesu akasema chakula changu, my food is to do the will of God and to finish his assignment. May you be fed in this season of prayer, in this season of fasting. Hata wenye munatufuata kwa online, may you be fed with the will of God. Makantene mezando, makanterererererere. Na ninakutangazia 2026 is your year of the will of God. Hautapotoshwa, hautaondolewa from the work of the master. Mikono yako itiwe nguvu, miguu yako itiwe nguvu, maana tunaenda kufanya zaidi ya chenye tumewahi kuyafanya. Be fed with the will of God, with the will of God. May you receive power to reject anything that is not of God. Repezeketala, anza kupokea siri. May you be fed with the secrets, with the mysteries of the kingdom. Na kutangazia kwa jina la Yesu,
You are a special person. You are a special vessel. You are a special instrument. May you receive the grace to be fed with these secrets, Makalabalabalaba. Rekentelelelelelele. Kuna watu wanaenda kuomba wacha mbingu iraruke na wokovu ionekane, kwa sababu kuna siri umejua. Macho yako ifunguke kuona chenye hujawahi kuona kwa hii miaka yote. Nasema miguu yako sasa yanze kuingia kwa urithi yenye uliandaliwa. Rekelelelelelelele. Lepepepepepepepepe. Endelea kufungua mikono yako kwa Bwana. Pokea neema ya neno la Bwana. The words that I'm speaking, Jesus said, they are life and spirit. May you be fed in this Mandukea conference with the word of life. With the word of life. May with the word of life. Hivyo chochote chenye ilikuwa imekufa ndani yako, iwe ni maono, iwe ni project yoyote, receive life. Pokea uhai. Kila sehemu ya mwili wako yenye daktari alikuwa ametangaza imekufa, natangaza life. Life. Natangaza kulishwa na neno lililo hai. Kila kiungo, iwe ni moyo, iwe ni roho, iwe ni kidney, iwe ni liver, kila kiungo ya mwili wako ipokee malisho ya neno lililo hai. Receive the word of life, the spirit of life, the breath of life. Wepezeketekerebezando 2026 kupitia malisho ya Mandukea. Hatutatembea kama tumeinamishwa. Hatutatembea kama wenye wamechoka. Pokea nguvu mpya. Pokea nguvu mpya ya kukimbia bila kuchoka, ya kutembea bila kusimia, na kupaa kwa mabawa kama tai. Pokea nguvu mpya. Repazakatakala makande. Hatutatembea kama tumekaukiwa. Hatutatembea kama watu wa jangwani na nyikani. Can you connect with the fountain of the Holy Spirit? With the fountain of God's provision. Intanima katolapozando. Biblia inasema wenye haki wanakula na kushiba, na waovu wakipikana na njaa. Ninakutangazia kwa jina la Yesu, kupitia meza ya Mandukea hautapikana na njaa. Unaingia kwa shibe. Yendelelelelelele. Yendelelelelelele. Yentenemona moziri bizande. Repazakatakalabakada. Lamazantenemeshando. Can you renew your covenant now? Can you renew your covenant with your master? Kwa kusaliwa kwa Yesu, ni sisi pia tunasaliwa upya. Ninatangaza kuna vitu kwa maisha yako inasaliwa upya. Inasaliwa upya. Ninatangaza, may you be fed with godly desires. Wenye mulikuwa mumekuwa carried away by evil desires, may now the path
the virgin birth, release a saving grace. Yeye aliyezaliwa ni Savior. May you receive a saving grace. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Thank you, Lord God Almighty. In Jesus' mighty name we pray. Let us celebrate the Lord in Jesus' name. Nasikia Mungu ameandaa urojorojo na unono wa kila namna katika hii conference. Na ninaomba Bwana tusaidie isipatikane kuna moja wetu hatakayekosa utajiri huu mkubwa. Kama huko mahali hapa na unasikia kupeana maisha yako kwa Kristo, unasikia to renew your covenant kwa sababu ya mambo makubwa. Kuna vitu Mungu anaenda kumanifest in your life, vile tumeambiwa ya kwamba purity manifest the perfect design of God. He shala pozikiri bikanta nama kalabazai. Kimbia hapa mbele if you want to renew your covenant. Ulikuwa umeokoka ukabackslide, ama unasikia there is a call to renew your covenant. Kuja hapa mbele tuombe kwa dakika kabla sijaita worship team. Thank you Jesus. Thank you. Tuwapike makofi wanapokuja. Tuharakishe tafadhali wenye wanakuja to renew their covenants in the name of Jesus. Na hamutakosa hizi baraka zote. Hii Manduke conference inaenda kuwalisha na chemichemi. Wengine wanalishwa na nguvu mpya, wengine na urejesho na upatanisho, wengine wanalishwa na huduma, wengine wanaenda kulishwa na speed and momentum in their lives and even in their ministries in the name of Jesus Christ. Kuna godly desire ya kwamba chenye unatamani tu ni kuona Mungu akifanya kazi yake kwa maisha yako. Kuna godly relationship ya kwamba wengine watafika the highest level of being friends with God, friendship level. Wengine wanaenda kuongea na Mungu hana kwa hana. The way Musa aliweza kuongea na Mungu, vile mtu anaongea na rafiki wake, katika jina la Kristo Yesu. Wene wanakuja tukimbie tafadhali. Intanima namo zontini mishando, repozintini mizando. Ninaomba wengine Mungu manifest his perfect plan, his design. Jojote ambaye ilikuwa imecorrupt the pattern of God, the design of God for your life. Ninatangaza adui hana uwezo katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Ninatangaza mkono wa Mungu itashuka juu yako. Itashuka juu yako kwa ishara mwingi. Intanima kolopozando. Wenye wanakuja tuharakishe tafadhali. Intalaba zoribiribizando. This is a new season for your life. This is a new season for your life. Intanima ziribizanto nomozakalabazando. Thank you Jesus. Thank you King of Glory. Tuinue mikono yetu juu. Nataka tu niwaongoze kwa hii, and then I will speak the breath of life to move forward in your lives. Wote tuseme: Baba, kwa jina la Kristo Yesu, ninakubali kusaliwa kwako Yesu Kristo. Leo hii ninakubali wito wako wa usafi, utakatifu na haki. Niondolee kila tamaa ya dhambi, chochote kinacho ninajisi, ninaomba uniondolee. Ninakubali kusafishwa kwa damu yako. Leo hii ninaamini kusaliwa kwako, kukufa kwako na kufufuka kwako. Ninapokea ushindi wa haki na utakatifu kwa Roho wako. Leo nimeokoka na ninaunganika
na lishe na shibe wa Mungu wangu. Inua mkono wako juu. Baba, kwa jina la Kristo Yesu, ninaondoa mkono wa adui, every form of corruption ambaye haikutaka umanifest the perfect design of God for your life. I rebuke in the name of Jesus. May you now be delivered from the hand of the wicked. I decree the grace of salvation that says no to every form of ungodliness and says yes to righteousness in this present corrupt world. May you be preserved, may you be saved, and may you be delivered. Na sasa leo hii ninakuunganisha na shibe, ninakuunganisha na meza ya kushibishwa, makatolipo la bazando. Hebu omba sasa ujazwe Roho Mtakatifu wakati worship team wanapokuja kwa jina la Yesu. Natangaza kuunganika na shibe. Hebu unganika sasa na tamanio ya moyo wako katika jina la Kristo Yesu. Wakati worship team wanapokuja katika jina la Yesu Kristo, natangaza baraka, natangaza neema. Thank you, King of Glory. Thank you, Jesus. Baba, kwa jina la Kristo Yesu, naomba sasa Jehova Bwana neema ya kuunganika na meza yako Jehova, iliyo na urojorojo na unono wa kila aina juu ya watu wako. Ninawabariki sawa sawa na neno lako katika Psalms ya kwamba ukifungua kinywa chako tunashibishwa. Funua kinywa chako sasa Jehova juu ya kila moja, watu wako washibe. Ninabariki Jehova Bwana watu wako ninapowaunganisha na utajiri wa Mandukia Conference 2025, and may your people be filled and be satisfied. In Jesus' name we pray. Amen. Let's celebrate the Lord in Jesus' name. I've been requested ya kwamba kama ni kuokoka mara ya kwanza, tuweze tukapitia tu mlango huu, tusaidike katika jina la Yesu. Bwana wabariki, Bwana watendee mema. Worship team, karibuni. Thank you. Purify my heart, let it be as gold and precious silver. Purify my heart, let it be as gold, pure gold. Refine us fine, my heart's one desire is to be holy, Lord, set apart for you, Lord. I choose to be set apart for you, my Master, oh, ready to do your will. Purify my heart, purify my heart. Let it be as, let it be as gold, precious silver, and precious silver. Purify my heart. Let it be as gold.
nitakase nifanane nawe, ewe Yesu, nizamishe uweponi mwako nifanane nawe, ewe Yesu, unioshe nitakase nifanane nawe, ewe Yesu, nizamishe uweponi mwako nifanane nawe. I choose to be holy, set up for you. I choose to be holy, oh, set up for you, my master, ready to your will. I choose